Ni katika eneo la soko juu la saa 2 asubuhi limechomoza. Mama Zaza ndo alikuwa anapanga nyanya zake kwa ajili ya kuanza kuuza. Mara wakaja vijana watatu na kuanza kumdai Mama Zaza hela ya kodi. Na sio kistaarabu, ni kwa vurugu. Lakini kwa sauti ya upole Mama Zaza alisikika akisema, sikilizeni vijana wangu, yaani hapa mnaponiona ndo kuanza nafika, kwa hiyo sijauza kitu chochote kile. Naombeni basi mnipatie muda mpaka jioni, nitakuwa tayari nimeshatafutia hapo pesa yenu. Njembe hizo kwa ukali zikaanza kumfokea Mama Zaza. Wanasema kwanza sisi hapa tufanye kazi ya kusubiria watu. Kazi yetu sisi hapa ni kukusanya kodi. Njemba mmoja kati ya hapa mabwana akachukua sinia la nyanya na kumwaga huko. Ugomvi mkubwa ukazuka kati ya huyo hapa mama pamoja na hizo hapa njemba ambazo zimekuja kuchukua kodi. Akatokea jamaa mmoja hivi ambaye anamfahamu huyo hapa mama anataka kwenda kumwamulia. Maana hizo hapa njemba zilikuwa zimeanza kama vile kuanza kumtandika. Ili anataka tu kuamulia akapewa kichapo. We, alitoka mbio, alichomoka mpaka nyumbani kwa huyo hapa mama kwenda kuambia watoto wake kwamba kule mamao anapigwa. Zaza na Scott wale hapo ni kaka na dada. Wakapanda pikipiki fasi na kwenda kumsaidia mamao kule sokoni. Zaza na Scott wanafika na mkuta mamao anapigana na hizo hapa njemba tatu. Wakashuka kwenye pikipiki na kuanza kutembeza makobe kwenye ladha ya strawberry. Njemba zilipigika vibaya mpaka zikaacha ndala. Yaani zingesema tu ziendelee kubaki hapo lazima zingekufa. Kipigo ambacho wamepigwa wale mabwana ni kipigo cha mbokoko mdomo juu. Wamerudi nyumbani, mama akaona sikitika na kulalamika jinsi ambavyo wale pale mabwana wameharibu biashara yake. Akawa anaongea huko machozi na mlengalenga, anasema ajue sijui maisha yatendaje bila ile pale biashara. Ni biashara ambayo alikuwa anaitegemea kwa kila kitu. Na nyanya zenyewe zile pale zilikuwa ni za mkopo tu. Alikuwa amekopa akitegemea atauza afu ataenda kurejesha wapo mkopo ambao alikuwa amekopa. Bwana Scott akiwa zake uwanjani huku nyumbani, mapolisi wamekuja wanataka kuwakamata. Na sababu ikiwa ni kuwapiga wale pale wa dai kodi. Polisi wako wanamuuliza huyu mama wanao wako wapi? Mama akawa anasema mnataka wanangu wa nini na kwa kosa gani? Kati ya wanangu na wale pale watu wenu ambao mlikuwa mwatuma kuja kuchukua kodi, ni nani ambaye ana makosa? Watu wenu walikuja pale na kunimwagia biashara yangu bila sababu yoyote ile ya msingi. Alafu eti mnakuja kuwakamata wanangu. Hivi nyinyi polisi nyinyi mpo sawa kweli nyinyi? Ama mmekunywa ugimbi? Polisi wanasema sikia mama, kama utaki kusema wanao wako wapi, ama kama utaki kuwaita wanao watoke hapa nje, sisi hapa tutatumia nguvu kuingia huko ndani na kuanza kuwasaka kila sehemu ya nyumba. Na wakati huo sasa alikuwa amejibanza sehemu anawasikiliza tu polisi ambao wanazozana na mama yake. Akaamua kumpigia simu kakake na kumwambia kuna polisi wamekuja hapa nyumbani, wamevamia, wanataka kutukamata. Kakake anasema sikiliza mdogo wangu, wala usio na shaka yote ile, mimi nakuja sasa hivi hapo, hakuna mtu yote yule ambaye ataweza kukamatwa na wapo wajinga. Haya polisi leo wamejichanganya, sidhani kama wataweza kuikamata hii hapa familia. Maana pale ambapo inakuja suala la kupambania haki yao, wapo woga wakubali kabisa kuweza kuiacha haki yao iende kijinga. Watapambana kwa namna yoyote ile bila kuogopa polisi wala nani. Haikupita hata muda Scott akawa na timba hapa nyumbani. Kumbe Scott na huyo hapa afisa wa polisi wanafahamiana vizuri tu. Wameshafanya madili kibao ya hatari na alamu. Madili kama kuchomoa roho za watu. Kwa hiyo Scott anazijua siri nyingi sana za huyo hapa afisa wa polisi. Na ndio maana afisa ameshindwa hata kuwakamata, kwa sababu akisema wakamate hapa inaweza likazuka balaa lingine tena. Maana ameshafanya mambo mazito, alafu pia ni afisa wa polisi. Kwa hiyo akigundulika kwamba Oga anafanya vitu vya ajabu kama hivyo, hapo anaogopa kuchukuliwa sheria na kwenda kufungwa. Yaani tangia ile pale tukio litokea mpaka saizi mama sasa hajaiki kuaga sawa. Ndote ni mtu wa huzuni, mawazo, analia tu mwenyewe. Sasa akawa anajaribu kumuuliza mamake, vipi mama, mbona kama vile upo sawa, una shida gani? Mama anasema mwanangu, nahisi moyo wangu kama vile unashindwa kuhimili vishindo vya maisha. Na kama ikitokea nimefariki basi na kuomba hapa na kakako mshikamane, mpendane wala msitengane hata siku moja, sawa mwanangu? Lakini pia msisahau kusali na kumwomba Mungu. Muda huo mama akaanguka na kupoteza fahamu. Na kuambia sasa alipagawa na kumpigia simu kakake na kumwambia kwamba huko nyumbani mama ameanguka tu ghafla, amezimia. Fasta bila kuchelewa Scott akaja na mganga wa kienyeji kabisa kama mkaisha kwenye pikipiki ile aje kumtibia mamao. Mganga ndele akaanza kufanya manuva yake. Haikupita muda mama akazinduka, lakini hali yake si nzuri. Anakoa mfululizo, hata kuhema kwenye ni tabu tu. Kwa makusudi kabisa mganga akamwagiza kitu sasa ili aondoke, afu nyewe wabaki na Scott, kuna kitu ambacho anataka wazungumze. Mganga anasema ile maneno si nzuri na kupona kwake ni ngumu sana na 1% tu kuendelea kuishi. Lakini kuna jambo nataka nikushauri ambalo linaweza kukusaidia wewe hapa pamoja na familia yako. Unaonaje kama ungetoa moyo wa mamako kwa ajili ya kafara ili uweze kuwa tajiri? Maana hata ukikataa kufa kwa mamako bado huko pale pale. Kwa hiyo ni bora tu ungefaidika kwa jambo moja. Mamako atakufa lakini utajiri utabaki nao, kuliko mkose mamako lakini pia ukose na utajiri. Hayo itakuwa sio sawa. Bwana Scott alikasirika na kuanza kumchapa vibao mganga. Anasema hivi, una akili kweli wewe? Yeye unataka mimi hapo nimtoe kafara mama yangu? Hivi unajua jinsi gani ambavyo sisi hapo tunampenda mama yetu? Kwa kichapo ambacho mganga alikipokea, mbona aliacha ndala? Wakamchukua mama na kumpeleka hospitali. Walafika kwa daktari naye anasema vile majibu kama ambayo alitoa mganga. Anasema kwamba hali ya mama yenu ni mbaya sana, kupona kwake ni ngumu mno.
ana asilimia chache sana za kuendelea kuwa hai. Ni hapa ndipo Scott akaamua kumchukua mamake na kumpeleka kule pale mganga ambaye alikuwa amemshauri kuhusiana kupata utajiri. Bwana Scott kwa sasa yupo tayari kuchomoa moyo wa mamake ili mradi tu apate utajiri. Maana tayari ameshakata tamaa. Kaambiwa kwamba mamake kupona kwake ni ngumu mno. Kwa hiyo naye anaona kwamba ni bora walao ambulie utajiri kuliko kukosa vyote. Amkose mama lakini pia akose utajiri. Umaskini mubaya. Umaskini unatesa. Hakutaka vyote hivi hapo viweze kumpata katika maisha yake, akataka walau basi aweze kuenjoy maisha. Mganga akampatia Scott bonge la panga na kweli Scott akafanya mambo. Akachana kifua cha mamake na kuchomoa moyo. Moyo ukachomolewa na kubakia na mganga. Mganga anasema eti atabakia nao hapa moyo kwa ajili ya kufanyia tambiko ili Scott aweze kupata utajiri. Mama tayari ameshafariki lakini huko nyumbani ajabu ni kwamba anaonekana. Sasa akawa anashangaa kumuona mamake hapo nyumbani na wakati mamake ile ilikuwa si nzuri na kuwepo hapa alikuwa ameacha kule hospitali. Akawa anamfuatilia nyuma huko anamuita. Lakini kuna alifani hivi ambayo ilikuwa inaonyesha kwamba ni tofauti kabisa na ambavyo mamake amemzoea. Hii si kaida ya mamake. Haije kutokea hata siku moja sasa amemuita mamake afa mamake akamchunia. Lakini sasa akaamua tu kupuuzia kesi kwamba inawezekana labda tu ni kwa sababu ya ugonjwa ambao mamake anaumwa. Na ndio maana akabadilika na kuwa hivyo. Asijui mamake ameshadidi kitambo na uwapo ni mzimu wake. Ndio maskini sasa watu. Hajui siri ambayo inaendelea kati ya mganga pamoja na kakake ambaye ni Scott. Na wala elewi kama mamake amechimbwa kifuani na kutolewa moyo. Kwa hiyo mzimu wa mamake upo tu unatangatanga huku na kule, lakini mara ghafla tu mzimu wa mamake ukapotea. Akawa anashangana kujiuliza kwamba mama kapotelea wapi tena kadi nilikuwa namuona pale. Sasa akaja ambako hospitali kuja kumwangalia mamake pale kwenye pale hospitali ambayo alikuwa amemwacha. Anaingia ndani kwenda kumwangalia mamake anakuta kifuani imepasuliwa vibaya alafu moyo wake umechomolewa. Alipagewa sasa alichachawa. Akaanza kumuuliza huyo hapa mlinzi na kuanza kumlaumu kwamba inakuwaje tena mamake amepasuliwa na wakati ulimleta hapa akiwa vizuri kabisa na moyo wake huko wapi? Mlinzi anasema yeye leo na wala hajui ni kitu gani ambacho kimetokea. Sasa akaona sasa hapo ni ujinga. Akambeba mlinzi na kwenda naye nyumbani kwao akachemsha maji na kutaka kuanza kumnyonyoa huyo hapa mlinzi. Anasema kama utaniambia ni nani ambaye kamtoboa mamangu kifuani na kutoa moyo, na kuhakikishia kabisa hapa maji ni kwa ajili yako na kunyonyoa mchana kweupe chao akiwa na kushuhudia na kunyonyoa kama kuku nywele zote. Huko upande pili Scott amekuja na mashangazi kaja kama 7 hivi anataka eti abebe pesa hapa kwa mganga. Lakini mganga akamwambia kwamba hizo pesa utazipata tu pale ambapo utamzika mama yako. Bwana Scott anasema kama ni hivyo tu mbona ina shida sasa hivi naenda kumzika afu nipate hizo pesa zangu niachane kabisa na umaskini. Mwili wa mamake akaubeba kwenye gari anakuja kwa ajili ya kufanya nao mazishi. Anafika hapa kwa anashangaa kuona dada yake amemkamata huyo hapa mlinzi wa kule hospitali na kumfunga kwenye mti ili anataka amnyonyoe nywele zake zote. Akaanauliza kwani huyo hapo kafanya nini tena na shida gani? Akaambiwa eti mtu huyu hapa kachomoa moyo kwenye mwili wa mama yao. Kwa sababu Scott anajua kila kitu alafu yenda muhusika. Akasema kwamba huyo hapo jamaa mimi najua kabisa kwamba hana kosa lolote lile. Kwa hiyo naomba umfungue na umwache ende zake, hana kosa lolote kijana wa watu. Bibi sasa akawa anabisha hataki kumwachia huyo hapa jamaa. Anasema unasema hivyo na kika gani kwamba huyo hapa hajafanya ile hapo kosa? Ni hapa ndipo Scott akamfuta mdogo wake pembeni ili aweze kumwambia mambo fulani hivi. Hapo ni uongo ambao Scott anataka mdanganya mdogo wake. Anasema sikia mdogo wangu. Kitu ambacho ulikuwa ukijua ni kwamba mama yetu alikuwa ni mchawi. Mimi usiku wa leo kanitokea ndotoni na kaniambia hilo hapo jambo kwamba yeye alikuwa ni mchawi na kuna sadaka ambayo ilitakiwa atoe kama kafara. Wachawi wenzake wakaja na kuchukua pale moyo kama fidia kile pale ambacho alikuwa anadaiwa na wachawi wenzake. Yaani Scott ametengeneza uongo ambao unaendana kabisa na kweli mpaka mdogo wake ameamini kwamba kweli eti mamake alikuwa mchawi. Na kweli sasa akawa ameshaamini kile ambacho kakake amekisema hapa. Na kweli sasa akaamua kufungulia huyo hapa mlinzi na kumwacha awe huru kabisa. Wakiwa nataka kutoa mwili wa mama huyo akauzike. Mara ghafla sasa akapigwa shoti ya ajabu na julikani kwamba imetokea wapi. Akazimia na kwenda kuzindukia katika dunia nyingine kabisa juu kwamba hapa ambapo yupo ni wapi. Mara pembeni yake akatokea mamake mzazi. Mamake anasema sikia mwanangu, yule kakako amekudanganya. Kakako amesema mimi hapa ni mchawi, nasema hapana mimi sio mchawi hata siku moja na sije kuwa mchawi mwanangu. Na kila kitu ambacho kinaendelea ndo ambaye anahusika. Na hata mtu ambaye amechomoa moyo kwenye mwili wangu ni yeye mwenyewe kakako. Na hiyo ni kwa sababu amedanganywa na mganga na kuambia kwamba atapata utajiri baada ya kutoa moyo wangu katika mwili wangu. Kwa hiyo kitu ambacho nakuomba mwanangu, nenda kamwambie kakako kwamba moyo wangu ambao umeutoa katika mwili wangu naomba urudishe mapema iwezekanavyo. Na asije kathubutu kunizika bila kunirudishia kiungo changu katika mwili wangu. Maana asipofanya hivyo moyo wangu utakuwa na tanga tu. Huku duniani unazidi tu kumwamsha sasa pale ambapo alikuwa amelala. Mara sasa kakuta ameondoka kule ambapo alikuwa anaongea na mamake katika ulimwengu mwingine na kuzindokea huko duniani. Na wakati huo ameshaujua ukweli wote. Kwa hiyo ana hasira kwa sasa ni balaa. Akaanza kugomba hapa na kumwambia kakake kwamba nimeshajua kila kitu ambacho umekifanya.
wewe ndo ambao umetoa moyo katika mwili wa mama na unataka kumtoa kafara ili upate utajiri. Kwa hiyo nataka tu nikwambie kile kitu ambacho mama amekisema kwamba fanya lolote lile ambalo unaliweza urudishe moyo wake katika mwili wake, la sivyo hataweza kupumzika kwa amani, roho yake itakuwa inatangatanga tu muda wote. Na hata ukisema ujaribu kumzika mwili wake hautakubali kuzikika, lazima utagoma tu. Sasa akijipikia kwenye gari na kutokomea na mwili wa mamake ambao upo kwenye gari, kwa sababu ameshaona kabisa kwamba huyu hapa kakake sio mtu mzuri hata kidogo, lakini pia sio mtu ambaye anaweza kumwamini tena kwa kitu ambacho amekifanya. Vita kwa sasa ni kali kati ya ndugu hao wawili. Kaka naye anataka upate mwili wa mamake ili akauzike, alafu apate hizo hapo pesa ambazo mganga alikuwa amemwahidi kwamba atapata pesa nyingi na atakuwa tajiri bilionea. Ile kufika hapa Scott akapotezwa, ajui mdogo wake ameelekea wapi na mwili wa mama yake. Kumbe mdogo wake amekuja kuyopa rafiki yake kwa ajili ya kuficha mwili wa mama yake huko, kwa sababu anaamini kabisa kwamba akija kuleta huku itakuwa sehemu salama. Kwa hiyo kaka yake pia ataweza kupata mwili wa mama yake. Mambo kwa Scott yanakuwa magumu na yeye ana nia ya kuwa tajiri. Nia yake ni kuwa tajiri, lakini mdogo wake anaonekana kama vile anamfelisha. Akaamua kutoka moja kwa moja na kuelekea kwa mganga kwenda kumuuliza kwamba mwili hapo utakuwa umeenda kuficha wapi. Mganga akafanya manova yake pale na kugundua kwamba sehemu ambapo umeficha ule pale mwili wa mama yake ni kwa rafiki wa mdogo wake ambaye anaitwa Chunywinywi. Wala Scott hakutaka kuchelewa. Muda huo akainuka na kwenda kuangalia mwili wa mamake huko ambapo ameelekezwa na mganga kweli upo. Ila anafika kule anakuta mwili ule pale umelazwa. Na wakati ule pale rafiki wa mdogo wake ambaye alikuwa ameutunza hapa mwili alikuwa ametoka mara moja. Kwa hiyo Scott akaubeba na kwenda nao moja kwa moja mpaka mapolini kwenda kuuzika kule. Scott na mwenzao akiwa katika mchakato wa kutaka kuuzika mwili. Mwili uko unagoma kuzikika. Mara upo tena kutokea nyuma yake. Mzima wa mamake uko unasema, kwa hiyo mwanangu umeamua kunizika bila moyo wangu ambao nilikwambia kwamba urudishe kwanza ndipo unizike. Mwanangu nimekukosea nini mimi? Mabishano makali yakazuka kati ya Scott na mzima wa mamake. Wakaanza kurushiana maneno hapo, wanagombana mbaya mbovu. Huku sasa nakuja kuangalia mwili wa mamake kwa rafiki yake, anashangaa anaambiwa kwamba mwili haupo na haijulikani kwamba ni nani ambaye amechukua. Lakini bibi sasa moja kwa moja akajua kwamba ni lazima tu atakuwa kaka yake ambaye amechukua hapo mwili, kwa sababu ndo mtu pekee ambaye anania nao na anautaka uziki mapema apate wapo utajiri. Sasa akaanza kupiga msako mkali mpaka huko polini, ndipo akaja kumkuta kaka yake akiwa katika mchakato wa kumzika mama yake. Sasa akamfyatulia risasi kaka yake na kumjeruhi mkononi. Kaka yake akiwa anasikilizia maumivu akatoka mbio moja kwa moja mpaka kwa mganga. Ile anafika kwa mganga akiwa kwa mbali tu, akaona sikia mganga pamoja na rafiki yake wanazungumza vitu fulani hivi ambavyo ni siri sana. Mganga pamoja na rafiki yake mdau hapa hakujua kwamba Scott alikuwa yuko hapa nje. Kumbe mganga na huyo rafiki yake ni matapeli wakubwa. Wameshawatapeli na kuwapiga changa watu kibao. Kitu ambacho wago wanakifanya ni kumtafuta mtu ambaye amefiwa ndugu yake na kisha kumdanganya kwamba afanye mchakato wa kutoa moyo wa ndugu yake ambaye amededi na kuahidi kwamba watapata utajiri. Lakini matokeo yake huyo hapo mtu ambaye amekuwa amemtoa ndugu yake moyo hakuna cha utajiri wala kitu chochote kile ambacho anakipata. Lakini wao sasa waganga ndio ambao wago wanafaidika, kwa sababu viungo hivyo wago wanabaki navyo wao na kwenda kuviuza kwa matajiri huko. Bwana Scott kwa asili akijitokeza kwa kambi bila bastora. Anasema kumbe huyu hapo ni tapeli na mimi hapo pia mimi ni tapeli kama ambavyo watu wengine wago mnawatapeli, si ndio? Akafyatua risasi na kumchapa mganga, mganga kadedi papo kwa papo. Akambeba huyo hapo rafiki wa mganga na kwenda naye mpaka mapolini huko kwenda kumpatia kichapo cha nguvu mpaka aseme ni wapi ambapo umeficha moyo wa mama yake. Maana tayari jamaa ameshagundua ukweli kwa anataka apate wapo moyo wa mama yake urudishie kwenye mwili wake ili mama yake apate kupumzika kwa amani. Sasa akatimba pandisi hapa na kutaka kumfyatua kaka yake. Hajui kama kaka yake tayari ameshapigwa changa na waganga. Ule pale utajiri ambao alikuwa ameidiwa kwamba ataupata hakuna chochote kile. Ameshazimwa na kweli kazimika. Ni hapa ndipo Scott akaamua kufunguka na kumwambia ukweli mdogo wake kwamba mdogo wangu, naomba unisamehe kwa yote ambayo nilikuwa nimeyafanya. Nilikuwa nayafanya kwa kutokujua. Nilijua kwamba nikiuza ule pale moyo wa mama basi nitapata utajiri na maisha yetu yatakuwa sawa. Lakini nimetapeliwa mdogo wangu, naomba tu unisamehe. Bwana Scott na mdogo wake wakaungana na kuanza kumshurutisha huyo hapo mzee. Wanamwambia kama utasema sisi hapa tunakudadisha hapa, ni lazima useme ni wapi ambapo umeupeleka kuficha mwili wa mama yetu. Wewe ukituambia ukweli sisi hapa tunakuachia, hatuna shida na wewe. Shida yetu sisi hapa ni moyo wa mama tu basi. Wewe tuoneshe sisi hapa tukuachie hai. Lakini ukiendelea kubisha na kuambia na kupasua ubongo sasa hivi unajiona hapa bastola. Mzee akapata na wengi akawa anaogopa kuuliwa. Akaanza kufunguka yote na kusema kwamba ule pale moyo bado alikuwa hajauza, lakini alikuwa katika prosesi za kutafuta mteja wauze. Kwa hiyo kuna sehemu ambapo ameuficha. Akasema ongozani pamoja ili aweze kuonesha wapo moyo wa mamake aweze kuchukua. Na kweli wakaongozana wakachukua moyo, lakini pia wakambeba huyo hapo mzee na kwenda naye maeneo ya polini hivi. Na kisha wakamchapa risasi mzee akadedi papo kwa papo, kwa sababu hana tena thamani wala umuhimu wa kuendelea kuishi kwa vitu ambavyo vibaya amevifanya. Sasa na kaka yake wakachukua mwili wa mamao na kwenda kurudishia ule pale moyo ambao ulikuwa umetolewa. Na baada ya hapo wakaenda kuuzika, mamao akapumzika vizuri kabisa.
lakini pia wakaanza kumwomba mamao msamaha. Wanasema, mama, tusamehe kwa wote ambao tulikuwa tumekufanyia ambayo hakuwa sawa, tunaomba utusamehe sana mama. Na kweli mamao huko alipo lazima tu atakuwa amewasamehe, kwa sababu wamekiri yale makosa ambayo alikuwa ameyafanya. Baada ya kama mwezi mmoja hivi baadaye ukatokea muujiza mkubwa. Zaza pamoja na kakake Scott wakapata na kuambia kama vile Zari alikuja tajiri mmoja hivi ambaye mtoto wake kuna kipindi alitaka kubakwa na wabakaji, lakini sasa akamsaidia yule pale mtoto wa tajiri na akanusulika kubakwa. Kwa hiyo hapa tajiri amekuja hapo kwa ajili ya kutoa shukrani kwa kile ambacho aliweza kumfanyia mtoto wake. Wakapewa cheki kama bilioni 2 hivi kwenda kuchukua mapesa kwa ajili ya kuweza kuwasaidia katika maisha yao. Kuanzia hapo Scott na ndugu yake sasa wakaanza kuishi maisha ya kitajiri. Yale pale maisha mabovu magumu ambayo walikuwa wanaishi mara ya kwanza kwa sasa yapo tena. Wamekuwa matajiri. Na wapo na mwisho kabisa dubana letu ili hapa chao.